Fikiria ukiwa na umri wa miaka 15, unaenda tu kumwagilia maua kama siku nyingine yoyote ya kawaida. Dakika chache baadaye unajikuta mikononi mwa mtu usiyemfahamu ambaye ameamua kukunyang'anya uhuru wako. Tiki sio kisa cha kutungwa. Hii ni simulizi ya kweli ya msichana mmoja aliyepitia tukio la kutisha sana, lakini baadaye akawa mfano wa ujasiri na akili ya kipekee. Huyu ni Kara Robinson. Karibu kwenye simulizi hii ya kweli. Leo tutazungumzia maisha ya msichana aitwaye Kara Robinson, ambaye kwa sasa anajulikana kama Kara Robinson Chamberlain. Kisa chake kimewahi kugusa mioyo ya mabilioni ya watu duniani kwa sababu hakikuwa tu cha kutekwa nyara, bali pia kilionyesha namna utulivu, ujasiri na akili vinaweza kuokoa maisha hata katika mazingira ya kutisha zaidi. Mwaka 2002, Kara alikuwa na umri wa miaka 15 tu. Alikuwa anaishi maisha ya kawaida kama vijana wengi wa rika lake. Alikuwa mwanafunzi aliyependa kutumia muda na familia yake pamoja na marafiki zake. Hakukuwa na kitu chochote kilichoonyesha kwamba siku moja jina lake lingeandikwa katika historia kutokana na tukio ambalo hakuna mzazi anayetamani mtoto wake alipitie. Juni 24, 2002 ilikuwa ni siku ya joto la kawaida la majira ya kiangazi. Hakukuwa na dalili yoyote kwamba siku hiyo ingeishia kuwa mwanzo wa ndoto mbaya. Kara alikuwa nyumbani kwa rafiki yake. Walikuwa wakifanya mambo ya kawaida kabisa ya vijana wa umri wao. Muda ulivyokuwa ukienda, Kara alitoka nje kumwagilia maua yaliyokuwa mbele ya nyumba ya rafiki yake huyo. Hakukuwa na hofu, hakukuwa na wasiwasi. Eneo lilionekana tulivu kabisa. Wakati Kara akiwa anaendelea kumwagilia maua, gari moja lilisimama karibu nao. Mwanzoni haikuwa jambo la kushangaza sana. Magari hupita na kusimama kila siku, lakini safari hii dereva wa gari hilo hakupita tu. Mwanaume mmoja alishuka taratibu, alionekana mtulivu. Kara hakupiga kelele wala hakukimbia. Hakukuwa na kitu kilichofanya mtu huyo aonekane wa kutisha kwa haraka. Alitembea kuelekea alipokuwa msichana huyo kana kwamba alikuwa na jambo la kawaida la kuuliza, huku akishika karatasi aina ya posters mkononi. Kara hakujua kuwa sekunde chache zilizofuata zingebadili maisha yake milele. Mwanaume huyo alianza kuzungumza naye kwa sauti ya kawaida. Kwanza aliuliza, wazazi wenu wapo nyumbani? Kara aliacha kumwagilia na kumjibu, hapana, hawapo, wametoka. Hii ilikuwa big mistake. Baba huyo alimsogelea Kara na kumwambia, chukua hizi, wazazi wakirudi wape. Hapo ndipo Kara alipomsogelea huyo mwanaume. Lakini ghafla hali ilibadilika. Kara alisogea karibu ili kupokea karatasi hizo. Mwanaume huyo alitoa mguu wa kuku. Kila kitu kilichokuwa kinaonekana cha kawaida kiligeuka kuwa cha kutisha. Mwanaume huyo alimwamuru asipige kelele. Kisha alimgeukia Kara. Alimshika kwa nguvu. Kwa kutumia mguu wa kuku kama njia ya kumtisha, alimlazimisha aingie ndani ya gari lake. Yule baba aliyemteka Kara alimlazimisha Kara aingie kwenye tenga la plastic. Akamtia duct tape mdomoni, akamwambia, ukifurukuta nitakumalizia humo ndani ya hilo tenga. Kara alijua ni lazima anyamaze. Ndani ya gari, hofu ilizidi kuongezeka. Hakujua mwanaume huyo alikuwa nani. Hakujua alikuwa anapelekwa wapi. Hakujua kama angeweza kumuona tena mama yake, baba yake au ndugu zake wala rafiki yake. Lakini pamoja na hofu yote aliyokuwa nayo, Kara alianza kufanya jambo ambalo baadaye lingekuwa sababu kubwa ya kuokoka kwake. Badala ya kupiga kelele au kupambana bila mpango, alianza kutumia akili yake. Alijua kuwa kama angebahatika kutoka hai, angehitaji kukumbuka kila kitu. Hivyo akaanza kumtazama mwanaume huyo kwa makini ili kukumbuka kila kitu. Aliangalia uso wa huyo mwanaume, akaangalia macho yake, akaanza kukariri sauti yake. Aliangalia vitu vilivyokuwa ndani ya gari. Alikumbuka hata namna mwanaume huyo alivyokuwa akizungumza. Safari iliendelea. Kadiri alivyozidi kusogea, Kara alijitahidi kutulia kadiri alivyoweza. Alijua kwamba hofu ingeweza kumfanya ashindwe kufikiri vizuri. Kwa binti mwenye miaka 15 alikuwa na ufikiri mkubwa. Mwanaume huyo aliendelea kuendesha gari kana kwamba hakuna jambo baya alilokuwa amefanya. Lakini ndani ya moyo wa Kara kulikuwa na vita kubwa. Vita ya kusurvive kile kilichokuwa kinatokea mbele ya macho yake. Alikuwa anajiuliza maswali mengi. Nitafika wapi? Je, nitawahi kurudi nyumbani? Kwa nini mimi? Hakukuwa na majibu. Kilichokuwepo ni hofu, ukimya na safari isiyojulikana. Wakati huo nyumbani kwao na kwa rafiki yake, hali ilianza kubadilika. Ilipogundulika kwamba Kara ametoweka, watu walianza kuwa na wasiwasi mkubwa. Dakika zilivyopita bila habari zake, hofu ilianza kuongezeka. Hakuna aliyejua alikuwa wapi. Hakuna aliyejua ni nani aliyemchukua. Lakini muda ulikuwa unaenda. Na kila dakika iliyopita ilikuwa muhimu sana. Upande wa Kara, safari yao iliendelea kuelekea sehemu ambayo Kara hakuwahi kuiona hapo awali. Na huko ndiko ndoto mbaya zaidi ya maisha yake ilikuwa inaanza. Baada ya kufika eneo alilokuwa anapelekwa, yule baba alimtoa Kara ndani ya gari akiwa bado kwenye lile tenga la plastiki na kulibeba kuingiza ndani. Na hapo ndipo Kara aliingia kwenye nyumba ambayo hatokaa aisahau milele. Alipoingizwa ndani ya nyumba hiyo, hofu yake iliongezeka zaidi. Hakujua nini kingefuata. Hakujua kama huu ungekuwa mwisho wa maisha yake. Lakini pamoja na hali hiyo, alifanya uamuzi mmoja muhimu sana. Aliamua kutokata tamaa.
Mtekaji huyo alijaribu kumfanya Kara aogope ili asifikirie kutoroka. Lakini kadiri muda ulivyokuwa ukipita, Kara alizidi kuelewa kwamba kama angeingiwa na hofu kupita kiasi, angepoteza nafasi yoyote ya kujiokoa. Katika kipindi hicho, Kara alipitia unyanyasaji kimwili mara kadhaa kwa siku hiyo moja kutoka kwa mtekaji wake. Tukio hilo lilimuumiza sana kimwili na kihisia. Hata hivyo, hakuruhusu mateso hayo yazime matumaini yake. Aliendelea kuamini kwamba ikiwa angepata nafasi moja tu, angeikimbilia. Usiku ulipoingia, mtekaji huyo aliamini kwamba Kara alikuwa amechoka na asingejaribu kutoroka. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa kosa lake kubwa. Baada ya muda, mwanaume huyo alilala pembeni ya Kara. Ndani ya nyumba kulikuwa kimya kabisa. Kara alifungua macho taratibu. Alimuona mtekaji wake pembeni yake. Kara akiangalia mikono yake iliyokuwa na pingu imefungwa kwenye kitanda na mguu wake mmoja pia ulikuwa umefungwa, ila alijaribu kila namna ili ajinasue kwenye huo mtego. Alitulia kwa dakika chache kuhakikisha kwamba mtekaji wake alikuwa amelala usingizi mzito. Kisha akaanza kujinasua kwenye mtego. Alingata ile pingu kwa ustadi, akajifungua miguu. Alitembea taratibu sana akiepuka kupiga kelele yoyote. Alifungua mlango taratibu na kuanza mbio zisizo za kawaida. Alikimbia kama maisha yake yanategemea hilo kimbio ndio la mwisho kuokoa uhai wake. Alipohakikisha yuko nje ya nyumba, hakutazama nyuma. Alikimbia kwa nguvu zote alizokuwa nazo. Miguu yake ilikuwa inatetemeka, mwili wake ulikuwa umechoka, lakini hakuacha kukimbia. Aliogopa kwamba muda wowote mtekaji wake angeamka na kuanza kumfuatilia. Lakini kwa bahati nzuri, alipotokea barabarani alikutana na gari yenye watu wawili. Aliwaomba msaada na walimpeleka moja kwa moja kituo cha polisi. Alipofika kituo cha polisi, aliwaeleza kila kitu na aliwaambia kuwa anakumbuka mahali husika. Alirudi na polisi mpaka eneo lile la apartment complex, lakini nyumba zilikuwa zinafanana. Ila walipofika pale, Kara alisahau ni nyumba ipi, maana apartment zote zinafanana. Kwa bahati nzuri, Kara alikuwa anamkumbuka yule baba aliyemteka. Polisi walimtafuta owner wa apartment zile na kuongea naye. Kara alipoanza kumwelezea huyo mtekaji, mwenye nyumba alimtambua moja kwa moja kuwa ni mwanaume aitwaye Richard Evonitz, ambaye alikuwa mtekaji na muuaji maarufu, yani serial killer. Baada ya Kara kuokolewa, alipelekwa hospitalini kwa uchunguzi na kupata matibabu. Madaktari walihakikisha kwamba alikuwa salama kimwili, huku wataalamu wa afya ya akili wakianza kumsaidia. Wakati huo huo, polisi waliendelea na uchunguzi wao. Maelezo aliyoyatoa Kara yalikuwa sahihi sana kiasi kwamba yaliwawezesha kuthibitisha utambulisho wa mtekaji wake. Uchunguzi ulipoendelea, iligundulika kuwa mwanaume huyo alikuwa amehusika pia katika mauaji ya wanawake wengine yaliyokuwa yamewasumbua wachunguzi kwa muda mrefu. Habari hizo zilishtua Marekani nzima. Watu wengi walijiuliza swali moja: ingekuwaje kama Kara asingetoroka? Lakini wengi waliamini kwamba ujasiri wake ulisaidia kuzuia watu wengine wasio wahanga wa mtu huyo. Polisi walifika nyumbani kwa Richard Evonitz ambaye tayari alikuwa ameshatoroka baada ya kugundua kwa polisi walikuwa wanamkaribia. Baadaye polisi walimfuatilia hadi katika jimbo la Florida. Kabla hajakamatwa, alijimaliza kwa kujipiga risasi, hivyo hakufikishwa mahakamani kwa kesi ya Kara, kitu ambacho kiliumiza sana watu wengi kwa sababu alikimbia mkono wa sheria. Kutoroka kwa Kara kulisaidia polisi kumtambua na kufunga rasmi baadhi ya kesi hizo zilizokuwa hazijapatiwa ufumbuzi kwa muda mrefu. Miaka ilivyopita, Kara alianza kujenga maisha yake upya. Aliendelea na masomo yake, akaanzisha familia na baadaye akaamua kuzungumza hadharani kuhusu simulizi yake. Hakufanya hivyo ili watu wamuone kama shujaa pekee, bali ili kuwafundisha wengine umuhimu wa kuwa makini na kutokata tamaa katika nyakati ngumu. Kara alisema kilichomsaidia zaidi ni kubaki mtulivu na kuangalia kwa makini kila kitu kilichokuwa kinatokea. Aliamini kwamba uwezo wake wa kukumbuka maelezo madogo ulisaidia sana polisi katika uchunguzi. Simulizi yake baadaye ilisimuliwa katika vipindi vya televisheni, mahojiano na makala mbalimbali. Watu wengi walivutiwa si kwa sababu tu alitekwa nyara, bali kwa sababu alionyesha jinsi akili ya utulivu inaweza kuokoa maisha. Lakini pamoja na sifa zote alizopewa, Kara amekuwa akisisitiza jambo moja: yeye hakuchagua kuwa mhanga. Kilichomfanya awe mfano wa kuigwa ni jinsi alivyoamua kuendelea kuishi baada ya tukio hilo. Na huu ndio mwisho wa simulizi ya Kara, binti ambaye alipambania maisha yake baada ya kutekwa na kuamua kuishi. Hilo ni fundisho ambalo linaweza kutumika hata katika changamoto nyingine za maisha. Wakati mwingine suluhisho halipatikani kwa papara, bali kwa kutulia na kufikiria hatua inayofuata. Binafsi nimejifunza kwamba maisha yanaweza kubadilika ndani ya sekunde chache. Unaweza kuanza siku yako ukiwa na furaha, halafu ghafla ukajikuta kwenye hali ambayo hukuwahi kufikiria. Kwa wazazi, wazee na walezi, endeleeni kuwafundisha watoto kuhusu usalama bila kuwaingiza kwenye hofu. Wafundisheni jinsi ya kutambua mazingira hatarishi na umuhimu wa kutoa taarifa wanapohisi kuna jambo si la kawaida, na kwamba si kila mtu anayewaonyesha ukarimu ana nia njema. Hii itawasaidia sana.
Asanteni sana kwa kufuatilia Simulizi na Suzy. Kama umejifunza jambo kupitia simulizi hii, usisahau kulike, kucomment na kisubscribe ili usikose simulizi nyingine za kweli zinazofundisha na kuhamasisha. Tutaonana kwenye simulizi inayofuata. Mungu awabariki. Bye. Asanteni sana kwa kufuatilia Simulizi na Suzy. Kama umejifunza jambo kupitia simulizi hii, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili kujiunga na familia yetu ya simulizi.